Moyo uliosalitiwa, sitaki kuolewa na mwanaume huyu. Maneno hayo yalipotoka kinywani mwa Amina, kanisa lote lilitulia. Wageni waliokuwa wakitabasamu waligeuka kumtazama. Mama yake aliweka mkono kifuani kwa mshtuko. Daniel, aliyekuwa amesimama pembeni yake, alibaki ameganda. Amina aliinua simu yake juu, machozi yakimtiririka. Kabla ya harusi hii kuendelea, kuna kitu kila mtu hapa anatakiwa kukiona. Uso wa Daniel ukabadilika. Alijua kile kilichokuwa ndani ya simu hiyo. Lakini yote yalianza usiku mmoja kabla ya harusi. Amina alikuwa chumbani kwake akilitazama gauni jeupe lililotundikwa karibu na dirisha. Kwa miaka 7 alikuwa ameota siku ambayo angekuwa mke wa Daniel. Walikutana chuoni. Wakati huo Daniel hakuwa na pesa wala kazi nzuri, lakini alikuwa na ndoto kubwa. Amina alisimama naye katika kila hali. Daniel alipokosa ada, alimsaidia. Alipokosa kazi, alimtia moyo. Biashara yake iliposhindwa, Amina hakumwacha. Mama yake aliingia chumbani akiwa amebeba sanduku la vito. Mwanangu, bado hujalala? Amina akatabasamu. Usingizi hauji mama, nimefurahi sana. Mama yake akakaa pembeni yake. Daniel anakupenda na kuombea maisha yenye furaha. Amina aliweka kichwa begani kwa mama yake. Nitamfanya awe na furaha. Mama yake akamshika mkono. Usisahau kwamba na wewe unastahili kuwa na furaha. Baada ya mama yake kuondoka, Amina alimpigia Daniel. Hakupokea. Alijaribu tena, lakini bado hakupokea. Amina akamtumia ujumbe. Mume wangu wa kesho, uko wapi? Siwezi kulala bila kusikia sauti yako. Baada ya dakika chache Daniel akajibu. Nipo na marafiki. Tunakamilisha maandalizi ya kesho. Nakupenda. Lala, mke wangu. Amina alitabasamu na kuweka simu kifuani. Lakini upande mwingine wa jiji, Daniel hakuwa na marafiki zake. Alikuwa ndani ya chumba cha hoteli pamoja na mwanamke aliyeitwa Vanessa. Vanessa alimwangalia kwa hasira. Kwa hiyo kesho unaenda kumuoa? Daniel akavaa koti lake. Nilikuambia hii hali ni ngumu. Ngumu? Umeniahidi kuwa utavunja harusi. Amina na mimi tumepitia mengi. Familia zimejiandaa. Siwezi kuvunja kila kitu usiku mmoja kabla. Vanessa akasimama. Kwa hiyo unanipenda mimi, lakini unamuoa yeye? Daniel hakujibu. Vanessa akamfuata. Daniel, unampenda Amina? Daniel akavuta pumzi. Amina ni sehemu ya maisha yangu. Hilo sijibu. Daniel akachukua simu yake. Lazima niende. Vanessa akamshika mkono. Ukiondoka na kumuoa, usifikiri nitakaa kimya. Daniel akaondoa mkono wake. Usifanye jambo utakalojutia. Daniel hakujua kuwa mtu mwingine alikuwa nje ya mlango. Mtu huyo alikuwa amewaona wakiingia pamoja na alikuwa amepiga picha kwa siri. Amina alikuwa karibu kulala simu yake ilipotoa mlio. Ujumbe ulikuwa umetoka kwenye namba isiyojulikana. Unastahili kujua ukweli kabla hujachelewa. Chini yake kulikuwa na picha. Amina alipoifungua, mwili wake ulitetemeka. Daniel alikuwa amekaa kitandani ndani ya hoteli. Vanessa alikuwa karibu naye, kichwa chake kikiwa begani kwake. Walionekana kama wapenzi. Amina alitazama tarehe ya picha. Ilikuwa imepigwa dakika 20 zilizopita. Alimpigia Daniel. Hakupokea. Alipiga tena. Daniel akakata simu. Amina akamtumia ujumbe. Uko wapi? Daniel akajibu. Nipo nyumbani. Nataka kulala. Machozi yakaanza kumtoka Amina. Alikuwa amemdanganya bila kusita. Alipiga tena na safari hii Daniel akapokea. Halo mke wangu. Amina alikaa kimya. Amina, uko sawa? Amina alifuta machozi. Daniel, unanipenda? Daniel akacheka kidogo. Ni swali gani hilo? Bila shaka nakupenda. Uko wapi sasa? Nimekuambia niko nyumbani. Amina alifumba macho. Alitaka kupiga kelele, lakini akaamua kunyamaza. Lala vizuri, alisema. Tutaonana kesho. Nakupenda, Daniel alisema. Amina hakujibu. Alikata simu na kuanguka sakafuni. Alilia kimya kimya. Akakumbuka ahadi zote walizopeana. Akakumbuka siku Daniel alipompigia magoti na kumvalisha pete. Ndoto zote walizojenga zilivunjika ndani ya sekunde chache. Amina aliandika ujumbe kwa namba iliyotuma picha. Wewe ni nani? Hakupata jibu. Aliandika tena. Ulipiga picha hii wapi? Bado hakukuwa na jibu. Alijaribu kupiga simu, lakini namba haikupatikana. Amina alikaa sakafuni hadi alfajiri. Wakati mwingine alilia. Wakati mwingine alilitazama gauni lake.
Sehemu ya moyo wake ilitaka kwenda nyumbani kwa Daniel na kumkabili, lakini hakufanya hivyo. Asubuhi alisimama mbele ya kioo. Macho yake yalikuwa yamevimba. Akajiosha uso na kuificha picha ndani ya simu yake. Muda mfupi baadaye, mama yake, dada zake na marafiki waliingia chumbani wakiimba na kucheka. Walianza kumvalisha gauni la harusi. Amina, leo unaonekana kama malkia, mmoja wao alisema. Amina akatabasamu kwa kulazimisha. Mama yake akamwangalia kwa makini. Mwanangu, unaonekana umechoka. Kuna tatizo? Amina akamshika mkono. Hakuna tatizo mama, nimekosa usingizi kwa sababu ya furaha. Lakini moyoni alijua alikuwa akisema uongo. Upande mwingine, Daniel alikuwa kanisani na rafiki yake Mark. Mark alimwangalia kwa mashaka. Unaonekana una wasiwasi. Daniel akanyosha tai yake. Ni harusi, kila mtu huwa na wasiwasi. Mark akashusha sauti. Vanessa alikupigia tena. Daniel akageuka haraka. Usilitaje jina lake hapa. Mark akamkaribia. Nilikuonya, ulikuwa unacheza na moto. Daniel akamshika mkono. Leo ninaua, hakuna kitu kitakachoharibu siku hii. Lakini tayari kila kitu kilikuwa kimeharibika. Gari la Amina lilipofika kanisani, muziki ukaanza. Milango ikafunguliwa na Amina akaingia akiwa ameshika maua meupe. Wageni wote wakasimama. Daniel alipomwona alitabasamu. Kwa muda mfupi, Amina alimwona kijana aliyempenda chuoni. Alimwona mwanaume aliyemsaidia wakati baba yake alipofariki. Sehemu ya moyo wake ilitaka kumsamehe, lakini alipokumbuka picha, moyo wake ukawa mzito tena. Alipofika mbele, Daniel akamshika mkono. Unaonekana mzuri sana, alimnong'oneza. Amina akamwangalia. Na wewe pia. Ibada ikaanza. Padri akazungumza kuhusu upendo na uaminifu. Ndoa ya kweli haiwezi kujengwa juu ya siri, alisema. Inahitaji ukweli na kuheshimiana. Daniel alimeza mate. Amina alimwangalia kwa makini. Padri alipofika wakati wa viapo, aliwaangalia wageni. Kama kuna mtu anayejua sababu inayoweza kuzuia ndoa hii, aseme sasa. Kanisa likawa kimya. Daniel akavuta pumzi, akifikiri hatari imepita. Lakini Amina akainua mkono. Padri, mimi nina sababu. Wageni wakaanza kunong'ona. Mama yake Amina akasimama. Amina, Daniel akamgeukia. Unafanya nini? Amina akatoa simu yake. Daniel, usiku uliopita nilikuuliza ulikuwa wapi? Daniel akaanza kupauka. Nilikuambia nilikuwa nyumbani. Amina akatikisa kichwa. Ulinidanganya. Daniel akajaribu kumshika mkono. Amina, si hapa. Tutazungumza baadaye. Amina akaondoa mkono wake. Baadaye, baada ya kuwa mke wako, baada ya kuapa mbele ya Mungu. Daniel akatazama simu yake. Amina, kuna maelezo. Amina akacheka kwa uchungu. Maelezo ya kuwa ndani ya chumba cha hoteli na mwanamke mwingine? Kanisa likalipuka kwa mshangao. Mama yake Daniel akasimama. Daniel, anazungumzia nini? Daniel hakujibu. Amina akafungua picha. Nataka kila mtu hapa aone mwanaume ambaye nilikuwa karibu kumuamini maisha yangu. Lakini kabla hajaonyesha picha, mlango mkubwa wa kanisa ukafunguliwa kwa nguvu. Mwanamke mmoja akaingia akiwa amevaa gauni jekundu. Alikuwa Vanessa. Daniel alipomwona akarudi nyuma. Vanessa. Vanessa akatembea hadi mbele ya kanisa. Akamwangalia Amina, kisha akamwangalia Daniel. Amina, picha uliopewa haijakuonyesha ukweli wote. Amina akabaki kimya. Vanessa akaweka mkono juu ya tumbo lake. Daniel hajakusaliti kwa usiku mmoja tu. Daniel akatikisa kichwa kwa hofu. Vanessa, usifanye hivi. Vanessa akavuta pumzi. Nina mimba. Wageni walipiga kelele kwa mshangao. Amina alihisi miguu yake ikikosa nguvu. Vanessa akamtazama machoni. Na mtoto huyu ni wa Daniel. Simu ikateleza kutoka mkononi mwa Amina na kuanguka sakafuni. Mara hiyo simu ikawaka. Ujumbe mpya kutoka namba ile ile ukaingia. Amina akainama na kuisoma. Ujumbe ulisema, Vanessa pia anakudanganya. Usikose pati 2.